Mungu anajaribu kujiona yeye mwenyewe kupitia wewe, na ndio maana akakuumba. Wewe ni sura ya Mungu, na Mungu ametengeneza some form of a mirror, kioo fulani kwa sababu yako, ili wewe uweze kutambua sura yake yeye. Kwa hiyo ukijiangalia kwenye hicho kioo unajiona wewe ni nani. Lakini kitu ambacho kinatufanya sisi tusijione vizuri na kujitambua sisi ni akina nani ni pale tunapoanza kupigana na hayo matokeo ambayo yanatoka kwenye hicho kioo. Ulimwengu ni kioo ambacho Mungu amekitengeneza kusudi sisi tuone sura yake. Lakini ulimwengu unapotuambia who we are, tunaanza kupigana na hayo matokeo badala ya kuexpand our consciousness. You don't need to fight, okay? Hauhitaji kupambana na matokeo. Matokeo tayari yameshatokea. Huwezi kupambana na matokeo kwa kutumia matokeo. That's why Shetani alipomwambia Yesu kwamba badili jiwe hili kuwa mkate kama ni mwana wa Mungu, Yesu akamjibu, mwanadamu hatoishi kwa mkate tu, bali kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Maneno haya yana maana kubwa, kwamba huwezi kubadilisha matokeo kutumia matokeo. Come on. Tayari matokeo yameshatokea. Tayari sura yako ipo kwenye kioo, inakwambia nenda hapa, nenda hapa. Usione some difficulties, usione blockages, ugumu unatokea kwenye maisha yako. Hivyo ni jinsi ulivyo. Kioo kinakwambia, the universe is trying to tell you, man, that is who you are. Kwa hiyo upaswi kupambana na matokeo, ila unapaswa ku expand the states of consciousness, kwa sababu siku zote tunapata vile vitu sawasawa na jinsi ufahamu wetu ulivyojiandaa kupokea. Kumbuka, mtu aliyekuwa juu ya mlima ana utofauti mkubwa na yule ambaye yupo chini, kwa sababu yeye anaona vitu vingi kuliko huyu wa chini. Kwa hiyo you don't need to fight, but you need to expand your states of consciousness ili kuweza kupata mambo makubwa. Mungu tayari ameshakupa. Lord has nothing to give you. Hana chochote cha kukupa tena. Tayari blessings ameshakupa. Lakini fikiria mtoto mdogo au mchanga ameandikiwa urithi, lakini hawezi kupata wakati yupo bado mtoto mdogo, sababu hajajiandaa kupokea. So, ni nini ambacho kitakufanya wewe upokee na kuziona baraka zako? Ni wewe kutambua uungu wako, ni wapi unapaswa badilike na kujifunza vitu vipya. Kwenye science kinaitwa neuroplasticity. Anza kujifunza vitu vipya. Thamani yako inabidi ikue. Kuza thamani yako. Kumbuka, thamani inanunuliwa kwa pesa. Unapoendelea kukuza thamani yako, na pesa itakufikia. Alright? Kwa hiyo kuanzia sasa hivi usipigane na matokeo. Usihangaike kufuta kioo, hangaika kufuta sura yako. Kioo kinakwambia hivyo ndo jinsi ulivyo. Usipambane na watu, badili jinsi wewe ulivyo ndani. Mtu ajiona msimu wake ndivyo alivyo. Welcome to the Kingdom of Millionaires. Bye. Be blessed.